kwanza ambapo mitume wako ndani, alafu wanashuhudia hayo miujiza. Alafu kuna mtu nje anatoa ushuhuda wa pekee. Anashangaa watu wanaongea nduka mbalimbali. Anashangaa. Anasema Mungu na maajabu. Mungu na mambo makuu. Huyu sio mmoja yuko ndani, sio mmoja wale ambao wako ndani. Yuko nje. Lakini anatoa ushuhuda yale anayayaona ikitendeka ndani ya kanisa. Hao wamejifungia. Wanatoka ndani wamegeuka kitu kingine. Inawashangaza. Wanashangaa. Na wanamtukuza Mungu. Hawa ni witnesses from outside. But how are we? We are inside, people who are inside. Saa ingine tunaacha hii kanisa ambayo Roho Mtakatifu alikuja ndani, tunaenda kule nje kukimbilia wengine. Ambao wanadanganya kwenye vibanda vyao penye wameviweka, wao ndio wana Roho Mtakatifu. Kanisa Katoliki ina utaratibu huo wote wa kusali, wa kupokea na kuenzi Roho Mtakatifu. Wale hawana. Kwanza kabisa, juzi tumeshuhudia uteuzi wa Papa Mtakatifu. Sisi kama Katolika hatuchukui nafasi ya kufikiria, kutafakari kwa undani utaratibu unapofanyika. Tunachukulia ni kawaida tu, ni kawaida. Lakini wenzetu kule nje inawashangaza. Kwa mfano, wakati wa uteuzi ulifanyika, nilikuwa Uganda. Kuna maandishi ambayo iliandikwa na mmoja wa wanasheria hapa Kenya. Kenya ndiye alika wanasheria. Aliandika, ilikuwa tu mtazamo wake column fulani. Sijui mapadri walipataje Uganda, ikasambaa kwenye mtandao wa mapadri. Kakuja huku vile alikuzwa, na huyu aliandika sio Mkatoliki. Aliguzwa sana na yule mchakato wote wa kuteua ama kupata Papa Mtakatifu. Aliandika hivi akasema, dunia ilikuwa inatoa mapendekezo yao. Wanasema huyu ndio Papa, sasa Papa atatoka Afrika. Papa atakuwa mtu fulani. Papa atakuwa mtu jina fulani. Wanatoa mtandao inatoa picha. Vyombo vya habari vinatoa picha kwenye mtandao huko hiyo. Wakitoa picha zao. Huyu ndiye ataweza kuwa mara hii, atakuwa huu. Wataliano kule wanasema atakuwa Mtaliano. Lakini kanisa lilinyamaza, halikuongea. Kanisa Katoliki lilikaa kimya kuruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi. Na makardinali wakajifungia, wakasali. Mara ya kwanza Roho Mtakatifu akawa haonekani. Moshi mweusi ukatoka. Baada akarudi tena kusali. Walisali. Mwisho moshi ulitoka mweupe. Na jina walilotoka nalo ilishangaza ulimwengu. Halikuwa hata yale ambayo ilikuwa inawekwa kwenye mtandao. Yale ambayo ilikuwa inatajwa. Hata kule ambako walikuwa wanafikiria. Huyu mwanasheria anasema maajabu ya kanisa Katoliki. Roho Mtakatifu yuko kule. Kule ndio Roho Mtakatifu yupo. Wewe Mkatoliki unafikiriaje ukisikia hayo? Huyu si Mkatoliki. Lakini anatoa ushuhuda ambao ni wa juu. Unaguza. Na hata sisi wenyewe tulishtuka. Sema nilikatuguza. Na sisi wenyewe ndani huwa tunafikiria lolote. Anasema kwamba maaskofu hawakujibu. Hawakusema lolote. Kufuatana na mitandao na mambo ilikuwa inaendelea kule nje. Wao ndani walinyamaza. Hakuna cha simu, hakuna cha kazi, hakuna cha redio, hakuna cha TV. Kimya kwa sala na Mungu. Na Roho Mtakatifu akawapea jina likatoka. Na tukawatangazia Papa amepatikana. Hiyo ndio nguvu za Roho Mtakatifu anapofanya kazi katika kanisa letu. Kwa njia ya imani kubwa. Kwa hivyo siku ya leo kanisa inasherekea mwanzo wake na nguvu zake ambazo ziko juu ya Roho Mtakatifu
ambayo Kristo mwenyewe anatufundisha kwenye Injili. Na kuja kwake, tukumbuke, baada ya Yesu kufariki, tulikuwa na confusion. Wanafunzi walikuwa wametawanyika, kila mtu amechanganyikiwa. Tuliyefikiria atakuwa mfalme, sasa sio tena. Amen. Tuende wapi? Tuko wapi? They are now hanging from nowhere. Confusion. But from that confusion, Holy Spirit analeta faith. Imani ilipatikana. From confusion, faith developed. Katika hali ile pia, uoga ambao ulikuwepo. Wanafunzi kila mtu wameogopa. Ule uoga uliwatoka, wakawa na courage ya kusimama imara katika imani. Wanafunzi waliokuwa wanatetemeka, wanaogopa kuuawa, mwishowe walipata nguvu na ujasiri wa kuongea wazi wazi mbele ya wakuhani na kuambia, nyinyi ndiye mliua Yesu aliyekuwa hana hatia. Petro anasema wazi. Hizo nguvu alizitoa wapi? Ndio nguvu za Roho Mtakatifu tunazojifunia, ambazo Roho Mtakatifu alikuja kaunganisha. Na somo la kwanza linasisitiza kuambia umoja ulikuwa pale. Walipotoka pale, wanaongea lugha tofauti, hazieleweki, lugha ambayo inaeleweka na kabila ambalo anatumwa. Kila mmoja anaelewa anaenda wapi, na wakasherekea ile ahadi ambayo Kristo mwenyewe aliahidi. Somo la pili, barua Rumi wanatuambia saa zingine tunakuwa mashabiki wa kimwili, sio mashabiki wa kiroho. Tunatawaliwa na mwili zaidi kushinda roho. Tamaa za mwili wasinatuondoa kwa njia za Mungu. Na nikwambia kwamba kama utakuwa mfuasi wa mwili, basi haupo kwa njia ya Mungu. Maana yake kwamba ukifuata tamaa za mwili, vishawishi vya mwili, ina maana unaacha vishawishi vya kiroho. Na sisi tuna hizo vitu viwili, kuna kiroho, kuna kimwili. Roho ya ndani itakwambia kufanya mema, lakini mwili unakwambia pana, fanya tu, hakuna atakayejua. Fanya tu ili. Na tunafanya maovu mengi. Kwa maana enzi zile katika historia, naambia Wayahudi waliamini kwamba binadamu ana roho ambayo imetawaliwa na shetani ndani. Roho ya shetani, evil spirit. Ndio maana walikuwa wanafanya maovu. Walikuwa wamechoka. Nasema tumechoka mateso ya kufanya maovu na roho, tunateswa na Roho Mtakatifu mchafu. Sasa walikuwa wanangoja siku ile Mungu atakuja kuwapuliza tu ile roho ndani ya miili zao. Na hayo inahusu pia wanafunzi hawa. Na hiyo siku ilifika ambayo Yesu aliwafufia. Na ile uchafu ukatoka na wakawa safi, wakawa wamejazwa Roho Mtakatifu. Na tunasoma katika Injili inatuambia kwamba Yesu anatoa Roho Mtakatifu huyu kwa ajili ya imani na maridhiano kati yetu na Mungu na yeye. Kwa sababu Roho Mtakatifu alipokuja pia, kumbuka wanafunzi walikuwa wametawanyika, wako wameenda kwa mambo yao, akawarudisha. Na kuwarudisha walifurahi. Hawakufurahi kwa sababu tu wamemuona Yesu, walifurahi kwa sababu aliwasamehe. Petro kusamehewa kana mara 3, wao kurudia kwenye kazi zao, sasa anawarudisha. Walifurahi kwa sababu walipata msamaha kupitia Roho Mtakatifu ambao walikuwa wameahidiwa, na hiyo ndio nguvu yao, wakapata ujasiri wa kuongea. Sasa tukiangalia haya yote, masomo haya yanatupa mwelekeo fulani. Sababu Injili nasema kwamba Roho Mtakatifu ni njia inayoingiza Mungu na Yesu ndani yetu. Kwa sababu mara nyingi huwa tunasahau kwamba Roho Mtakatifu anaishi. Ndio maana kauliza, mnakubali Roho Mtakatifu yupo? Kasema ndio. Lakini vitendo vitaonyesha. Kwa sababu Yesu anasema kama una Roho Mtakatifu, vitendo vyako vitaonyesha. Utatenda yale ambayo ya mema ya Mungu. Lakini kama hakuna, na wengi huwa tuone hayo.
Nakumbuka kwamba Roho Mtakatifu katika historia ya kanisa ilileta mgawanyiko mkubwa sana ndani ya kanisa letu hili. Baada ya Yesu kuondoka, kwanza Yesu alikuwa Myahudi, lakini baada ya kuahidi Roho Mtakatifu kuja kutufungulia neema na njia, kutuanzisha sisi wa Kristo, kulikuja kaleta tafuruku kati ya watoto wawili wa kanisa moja, wakagawanyika. Swali lilikuwa, Roho Mtakatifu anatoka wapi? Anatoka kwa Yesu au anatoka kwa Mungu? Lilileta shida kwa viongozi wa kanisa. Kanisa likapasuka katikati mara mbili, kawa wapacha wawili, Katoliki Mashariki, Katoliki Magharibi, Western Catholic and Eastern Catholic. Eastern Catholic and Orthodox, Coptics. Hawa ni ndugu zetu, imani mmoja ile tunafundisha nao, mafundisho ni yale, lakini tukuja kutafautiana hapo hapo. Ni swali ambalo linakuwa kwamba wengine wasema hapana, Roho Mtakatifu hayupo, wengine wasema hapana, yupo. Anatoka wapi? Na hilo ndio changamoto kubwa. Hata kwa sisi changamoto zinatokea. Mfano mzuri, ukipata zingine ikitokea kwa bahati mbaya, ajali ya gari imetokea, ukisikia watu ambao wanatajwa na zao walikuwa watu fulani kwenye gari, abiria ndio wanatajwa, wanasahau kulikuwa na dereva na kondakta kwa hiyo gari, au huwa hawahesabiwi kama katika ile ajali kulikuwa na kondakta na dereva, wanahesabu abiria peke yao. Na hivyo ndivyo tunavyofanya, tunaangalia Mungu na Yesu na tunasahau katika hawa kuna Roho Mtakatifu anaounganisha, ambao anawafanya sisi tuwajue. Na hiyo ndio kitu ambacho Kristo anatufundisha leo kwa siku ya tunafundishwa hivyo. Na Roho Mtakatifu anaendelea kutuunganisha kwa sababu anakuwa kama msisimuko fulani ndani yetu. Anatupelekesha kuelewa kitu fulani. Unajikuta kwamba kitu fulani unaanza kubadilika. Kama ulikuwa unafanya maovu unaacha, unajikuta tu roho inaanza kubadilika tu. Unaona tu ni kama unasali, kama mtu wa kusali. Unaona roho chafu inaanza kutoka ndani yako, roho safi inaanza kuingia. Unaanza kuwa mtu wa upendo. Unafanya vitu bila kujali kulipwa ama kurudishiwa. Unatoa moyo wako wote kwa kuhudumia, kwa kutoa service zako bila wasiwasi yoyote. Alafu unachikuta kwamba wakati huo sheria inaongoza wewe ni nguvu za Roho Mtakatifu. Ndio sheria inaongoza wewe, kwa sababu itakuwa inaanimate wewe kufanya mema, inakusindikiza katika hisia na sababu kufanya mema unayotamani, unajikuta unayafanya bila kuogopa. Na inapokuwa kama sheria ndani yetu, inakuwa sasa mmoja wetu, ikisukuma huyu inasukuma huyu, wote tunaunganisha vipaji vyetu, vipaji Mungu ametupa ambavyo tunapenda kuvitumia saa nyingine vibaya. Unapata Mungu amekujalia kwa kitu fulani, umefanikiwa, wewe una uwezo, unaona kama una kitengo fulani chikikazi, unakitumia kwa ajili ya kunyanyasa wadogo badala ya kutumia upendo. Na Injili inasisitiza upendo. Ukiangalia kipindi chote cha Pasaka, upendo ulikuwa umetawala katika Injili, upendo. So tunaanza kupenda vitu na tunatumia watu. When you are in power, you start using people and loving things instead of loving people and using things. Tunaanza kuwa na unyanyasaji fulani ambao haupendezi, unachafua Roho Mtakatifu tuliyompokea katika ubatizo wetu, katika kipaimara yetu na masakramento mengine, na tunaendelea kumkumbuka katika Ekaristi. Katika mafundisho hayo tunaona pia katika somo la kwanza, tunapoona wanafunzi wanakuwa wanabadilika ndimi, watu wa nje wanashangaa, hao sinajua walikuwa watu wa kutoka nchi fulani, mbona anaongea lugha yetu? Hiyo ndio gift of tongues. Lakini huko nje tunatanganywa na watu kwamba wana gifts of tongue, ambao mtu anaongea vitu anajiumauma, anakuambia na gift of tongues, ambao haelewi hata mwenyewe chenye anaongea. Nilikuwa naangalia siku moja kwenye mtandao, pastor mmoja akauliza waumini wake, hao
hawa lokole hawa, akauliza waumini wake, kuna yeyote ambaye ana kipaji cha Roho Mtakatifu cha kuongea katika lugha ndimi mbalimbali? Mama mmoja akajibu sana, anasema nacho. Akamuita, akaja mbele, akamwambia ukiongea. Akaanza kujumama kuongea vitu vyake vieleweki. Akamaliza, akauliza waumini, kuna yeyote anaweza kutusaidia kutafsiri chenye aliongea? Hakuna aliyenyanyua mkono. Akauliza tena, kuna yeyote aliyesikia? Hakuna. Akauliza tatu, kanywa. Akageukia aliyeongea kwa mama, tuambie kile ulichokuongea, tafsiri sasa waelewe. Alishindwa. Alimuuliza, tafsiri chenye ulikuwa unaongea, chenye Roho uliongea ndimi ambayo ulikuwa unaongea. Akashindwa. Kwa hivyo tunachezea Roho Mtakatifu. Hiyo ni mchezo kwa Roho Mtakatifu. Sisi tumesikia somo vizuri, somo la kwanza vizuri. Kama ujue ndio urudi mwenyewe. Tulikuwa na mambo kama hayo, mtu kujitafuna mdomo. Alafu wewe mtu anakuambia ataongea kitu kama hicho na unakubali. Gift of tongue ni kuongea lugha ya watu wengine. Wewe kama ni Masai utaongea lugha ya Wakamba. Kama ni Mkamba utaongea lugha ya Kikuyu, ama utaongea lugha ya Waluya, au Mluya ataongea lugha ya Kijaluo. Hizo ndio gifts of tongues. Kuna watu ambao wana vipaji hivyo. Anaweza ongea hata ndimi hata 3. Aongee lugha kila anaenda naongea vizuri sana. Hata 10 wataongea. Na wenzetu wa missionary wakija wanakuanga na hiyo kipaji nzuri. Utapata wenzetu kama Kizungu anakuja ama ataanza kuongea Kiswahili, aongee lugha ya hapa. Hasa ndio vipaji vya Roho Mtakatifu na lugha of tongues. Lakini kujiumauma mwenyewe ulima hata uelewe tunaongea, alafu naambia watu kwamba ni gift of tongue. Alafu wewe unafuata na unakubali kitu kama hicho. Na alafu tunaingia hata kwa kanisa letu, unafukuta vipo ndani kwa wengine wanafanya vitu kama hivyo. Kwa hivyo ni vizuri tuelewe na tuelemike kwa neno la Mungu, na Injili imetuambia vizuri kwamba Roho Mtakatifu ni barabara, inafungua mioyo yetu. Nikisha fungua moyo wetu, Mungu Mwana na Mungu Baba wanaingia kukaa. Na amesema mwenyewe. Na anasema yule ambaye Roho ameingia ndani yake atasikia neno la Mungu. Atasikia. Kwa sababu Yesu anasema baada ya maneno hayo akawaonyesha nasoma Injili nyingine. Akasema mtu akinipenda atashika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Asiyenipenda hayashiki maneno yangu, na neno mnalolisikia si langu, bali la Baba aliyenituma. Hayo nimewaambia nilipokaa kwenu. Lakini msaidizi ndiye Roho Mtakatifu, ambaye Baba atamtuma kwa jina langu. Kwa hivyo Roho anaposua mioyo yetu ili Mungu Baba aingie na Mungu Mwana aingie, akae kwetu, na utaanza kufanya maneno yake. Utafanya matendo mema, utafanya yale ambayo inapendeza. Ndio maana nainjilishwa ili na sisi tupeleke ujumbe kwa wengine, kwa sababu wale waliinjilishwa pale walipopata Roho Mtakatifu wakaanza kuongea ndimi za watu, na wakapelekwa kule penye hizo ndimi wanaongea. Kama alikuwa anaongea Kimasai anaenda kwa Wamasai, kama alikuwa anaongea Kiluya anaenda kwa Waluya, kama anaongea Kikamba ataenda kwa Wakamba, akiongea kwa Wataita anaenda kwa Wataita. Na walikuwa wanaenda wawili, sio mmoja. Naambia walikuwa wawili ili wasaidiane kazi. Kwa hiyo hizo ndivyo ilivyo. Na hata nakumbuka maneno ya hayati hayati Mandela, sema wakati mmoja, ukiniinjilisha kwa lugha ambayo sio ya kwangu, sitapata ujumbe wa Injili. Lakini ukiniinjilisha kwa lugha ambayo naelewa, Injili itaingia kwangu, itakaa. Na ni kweli. Injili ama neno la Mungu lilikuja likuwekwa kwenye bahasha ya Kiingereza. Tukashindwa kufikia kimila zetu na watu. Ndio maana ni vigumu watu kweli. Lakini kama umeshaipata kwenye lugha vizuri, uitafsiri kwenye lugha yako, unaweza kuinjilisha wale nyumbani, wale wengine ambao bado wanaamini kwenye nguvu za shirikina. Kwa sababu utakuwa na utafsiri vizuri kwa lugha ambayo mtu wa chini yule anaelewa, ambaye haelewi Kiingereza, haelewi lugha nyingine yote.
uitafsiriwe kwa lugha hii. Ndio maana hizi ndimi sikaja, ili injili iende iharibu ukabila, iharibu ubaguzi wa rangi, ni iharibu mambo mengine ambayo inazuia umoja wetu kama Wakristo, inazuia umoja wa familia na mambo mengine. Kwa hivyo hii ilikuwa ina break the barriers. It was breaking the barriers and transforming it to somewhere where God wants us to be. Kwa hivyo sisi wote tupokee huyo Roho Mtakatifu ambaye tunafikia kupata leo, na tuone vitu gani ambavyo vinatufanya tunashindwa kushirikiana. Tuondoe uadui mkubwa sana, wivu, chuki, hasira, vinafanya tunashindwa kusaidiana. Mtu haoni mtu kama ni mtu ambaye mwenzake, naonana kama mtu wa kutumia tu. Hatuoni kama mtu wa kusaidiana. Huwezi kusaidia, unaangalia usaidie nani, faje. Lakini Mungu ametupa vipaji kila mmoja. Tutumie hizo vipaji kwa ajili ya kusaidiana. Wewe kama amekupa kipaji cha udaktari, utasaidia wengine unahitaji ugonjwa. Wewe mgonjwa unaweza kuwa mwalimu, ama anaweza kuwa pia mtu mwingine wa kipaji kingine. Ujikute unaenda kwake pia unamhitaji. Unaweza kuwa mtu wa kitengo kikubwa cha serikali ama cha kazi, una pesa. Lakini mwisho wa siku utajikuta utapanda matatu, mtu wa kondakta atakupanga kwenye matatu. Hata jali wewe una nini. Hiyo ndio Mungu alivyotufanya. Kila mtu ana nafasi yake aliyopewa, na tuheshimu. Ukiwa nafasi yako, fanya kazi yako. Kwa sababu unajui next utakuwa kwa nani ambao utahitaji pia huduma yake. Unaweza kuharibia kwake na ujikute kwamba una shida kubwa, unahitaji nini? Unahitaji na huyo mtu ndiye atakata kusaidia. Kwa hiyo ndio leo tunakumbushwa Roho Mtakatifu anatupa nguvu, busara ya kuona hizo vipaji Mungu alitupatia. Tunaviomba Mungu atupatie. Kuwa tunaomba Mungu atusaidie. Tukiweka nia zetu za misa, kuwa tunaomba hizo vitu. Na kisha tupatia, tunavitumiaje? Kutumishi wake huo sehemu ya umoja. Kuona mtu kama mwenzako, shida kama shida zako, na uweze kujua kwamba kesho utakuwa na shida na utahitaji huyo moto. Na hayo ndio mambo ambayo tunapaswa tujifunze kwa Roho Mtakatifu, na tuamini Injili. Tubarikiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Tukiri imani yetu.